Haleluya, Bwana Yesu asifiwe na kukaribisha katika Rhapsody ya vijana maarufu kama Tivo inayoandaliwa na mchungaji Chris Oyaklome na mimi ni msomaji wako Teresa. Karibu. Somo letu la leo linasema adui aliyeporwa vyote. Yaani falme na mamlaka ziko chini ya miguu yako. Na katika somo letu la msingi linatoka katika Luka sura ya 10 mstari wa 19, nayo inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Tuzungumze. Mchungaji ameanza kwa kugusia maongezi ya watu wawili, nayo yalikuwa kama hivi: nahisi kama shetani anashinda, kila kitu kinaendelea kwenda vibaya, David alilalamika. La hasha, Yesu alikwisha mshinda vibaya sana kiasi kwamba hana chochote kilichobaki. Kimsingi yeye ni Bwana Sifuri sasa. Wewe ndiye mwenye mamlaka. Wakati mwingine akijaribu kujiona mbabe, mkumbushe nani hasa mwenye mamlaka. Ni wewe. Rosie alimjibu David. Mchungaji anaendelea, anasema kwamba shetani ni adui aliyeshindwa. Bwana Yesu alimnyang'anya silaha zake, akamvua silaha zake zote. Alimshinda mbele ya watu wote. Alimwacha bila kitu chochote, kama ambavyo Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15 inavyosema. Nami nitasoma. Neno linasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Mchungaji anaendelea na kusema kwamba kwa sasa unaweza pia kumuita shetani kama Bwana Sifuri. Yeye ni sifuri, hana kitu na hawezi kufanya kitu chochote. Yeye si kikwazo. Kwa hiyo usimuogope kamwe, kwa sababu wewe ni mkuu kuliko yeye. Yeye si kitu. Mchungaji anaendelea, anasema kama kiumbe kipya, si tu kwamba Yesu amekupa nguvu na mamlaka ya kumtoa shetani, bali pia amekufanya kuwa mkuu kuliko shetani na mapepo yake yote. Tulipofanyika watoto wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili, tulifanyika wamoja na Mungu. Tulifanyika uumbaji mmoja wa kiungu pamoja na Baba yetu wa mbinguni, tukiwa na asili yake kabisa. Asili hiyo ndani yetu inatufanya kuwa uzao usioharibiwa. Unatufanya kuwa wakuu kuliko shetani na thabiti dhidi ya magonjwa, udhaifu na maradhi. Kufufuka kwa Yesu kumekufanya wewe kuwa bingwa. Biblia inasema mlifufuliwa pamoja na kuketishwa pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Neno hili linathibitika katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Nami nitasoma. Neno linasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Mchungaji anaendelea kusisitiza, anasema umeketi pamoja na Kristo juu sana kuliko ufalme, kuliko mamlaka zote. Hiyo ina maana wewe ni mkuu kuliko wao. Unashika mahali pa mamlaka katika Kristo, juu sana kuliko shetani na kila kitu kilichounganishwa naye. Kwa hiyo hautakiwi kuogopa ndoto mbaya, shinikizo kutoka kwa marafiki au kutishwa shuleni. Utukufu kwa Mungu. Sasa kwa kuingia ndani zaidi, tutasoma Ebrania sura ya 4 mstari wa 14 ili kupata neno linalosisitiza juu ya somo letu sawa na kile ambacho pasta ametufundisha. Neno linasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, tuyashike sana maungamo yetu. Pia katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 3, neno linasema, basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili,
Tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Tamka sala hii pamoja nami kuwa sehemu ya ukiri wa imani yako. Sema, mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Nina asili ya kiungu ndani yangu. Nina utawala juu ya dhambi, magonjwa na udhaifu. Mimi ni mkuu kuliko Shetani, nami nimeushinda ulimwengu. Nimeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni, juu sana kuliko falme na mamlaka zote, ambapo ninatawala na kuamuru kama mfalme katika maisha haya. Haleluya. Amen. So leo pasta pia amesisitiza uchukue hatua ya ndani zaidi katika kulitenda hili, kwamba wakati mwingine hofu ikikushambulia,